ila kuna jina moja nimelisikia la mtu ambaye ni kiongozi wao, anaitwa Jitu la Mtumba. Nimeshawapatia pesa nyingi sana, ila picha zangu hawataki kunipa. Kwa hiyo nimekuja hapa uweze kunisaidia nipate kuwajua ni kina nani. Unamjua hata mmoja? Dada mmoja ambaye ndo nilimwona kwa sura wakati nampatia bahasha ya pesa, ila bosi wao simfahamu kwa sura, bosi wao kwa sababu huwa naishia kuongea naye tu kwenye simu na anatumia namba tofauti tofauti. Baada ya kazi yako unahitaji milioni 2. Milioni 2 kaka? Milioni 2? Mbona ni pesa nyingi sana? Basi ondoka. Sasa mbona unanifukuza? Mimi na milioni 1.5. Baada ya siku 2 rudi hapa. Huyu jamaa mbona simuelewi? Fanya kama alivyokuambia. Hapo ndo kushamaliza. Rudi baada ya siku 2. Tunarudi pale pale, mizunguko ya maumivu haitaki kuisha. Tulipuuza maneno ya jana, sasa ndoto zetu zimelala barabarani. Jiga, kuna jambo linanitatiza sana, alafu ni la muda mrefu sana. Jambo gani hilo? Ujue nimekaa nimefikiria kwenye hii mishi. Simjui bosi, sije kupigiwa simu na bosi wala kuonana naye. Hivi unaweza fikiri tunaweza kufanya kazi hii bila kumuona bosi? Snagadon, unachokiwaza wewe, wapo wengi ambao washakiwaza. Huu mchezo ni mgumu sana, na pia bora ulivyoniambia mimi, usije ukamwambia mtu yoyote yule usiyemjua. Tunarudi pale pale, mizunguko ya maumivu haitaki kuisha. Tulipuuza maneno ya jana, sasa ndoto zetu zimelala. Kaka samani. Habari yako? Salama. Samani, sijui unaweza ukawa mwenyeji huko? Simjua kivipi? Wakati juzi kaja binti mdogo tu, binti kavaa nguo za shule. Amekuja nimempa simu zote zile zilizopiga picha. Alafu kingine, kwa nini mnaingiza watoto wadogo kwenye hizi mission za kiutu uzima? Come on. Kiukweli hata mimi huyo bosi simjui kama nyie, ila utofauti wangu na nyie ni kwamba mimi naongeaga naye tu kwenye simu, nasikiaga tu sauti yake. Alafu pia mimi ni Mungu tu kama nyie. Anyway, tuachane na hayo. Nimefuata ile yangu. Kwani pesa hujaiona? Mimi nishakutumia. Laki 2? Sasa ile Laki 2 nenda kuifanyia nini? Wakati nimepiga picha kama 3 hivi za utupu zote. Na kila picha yote ina thamani ya shilingi 100,000. Unanipaje mimi Laki 2? Naenda kuifanyia nini? Na matumizi nayo gani mimi Laki 2?
Relax. Hizo picha 2 tayari zimeshalipiwa. Iliyobaki ni picha moja tu haijalipiwa bado. Na huyo mtu ambaye inabidi ailipie hiyo picha hayuko vizuri kwa sasa hivi. So chill bro. Nisikilize bwana Jiga, nikwambie kitu kimoja. Mimi mwenyewe hizi misheni nazielewa, masinteprede Ngongindo yote yanayojulikana. Sijui umenielewa. Na ninaweza nikaifanya mimi kama mimi jeshi la mtu mmoja, na kuna mtu yote yule ambaye anaweza kunisaidia na kama jeshi la mtu mmoja. Naona kama mnaniletea mazege blade tu hivi. Msinichanganye babu. God damn. Ni mwenyeji lakini sio sana. Mimi ni mgeni huko, nimehamia juzi tu hapa. Kwa hiyo natafuta sehemu wanayouza mboga, na maanisha gengeni. Huyo mdada mzuri. Mbona nimempenda ghafla? Usiende huko, ni mbali sana. Pita njia hii. Ukifika pale mbele, utaona kina mama wanauza mboga. Sawa, asante. Na kwako pia. Samani, naweza nikaipata namba yako? Ya nini? Kwa ajili ya mawasiliano tu, kwa sababu umesema wewe ni mgeni. Alafu naweza nikawa mwenyeji wako pia. Ni save jina nani? Lolote ambalo litakufanya unikumbuke. Asante. Ila mimi naitwa Black. Asante. Anaonekana na msimamo. Umeshafikiria cha kufanya? Hapa nimekaa na waza naanzia wapi, maana watu siwafahamu na kazi yao kubwa kupiga picha. Wanawake walikuwa kwenye mahusiano wamejificha. Ila kuna dogo huwa anamwonaga na kamera. Mara ya kwanza nilikutana naye barabarani, lakini mara ya pili nimeona anatokea guest. Sikuwahi kumuona wala sikuwahi kufikiria kama atakuwa na ofisi ya photographer. Hapa kutakuwa kuna kitu. Ina kitu ya. Vema ukamfuatilia ili tujue tunaanzia wapi. Sawa. Fesi. Take care. Halo? Mwandae po. Mwambie sitaki kufeli tena. Pesa naipeleka leo saa 10. Naomba chonde mjipange vizuri. Nadhani tumeelewana. Ni mdogo tayari nimeshaonana naye. Na nimemwelekeza kila kitu ninavyojua mimi. Na pia nimemwambia kuna mtu anahitaji ukampige picha. Hivyo amekubali. Nafikiri baadaye nitakuja naye.
Safi, nimecheza na dogo kule bondeni, kashamaliza mzigo, kafuate mauzo, tujue tunaagiza vipi mzigo mwingine. Kipoa, meisha hiyo. Bali hivi, ule mwili wa yule askari uliuzika wapi? Kwani umeniita hapa kwa ajili ya kuniuliza hilo? Okay, sawa, tuachane nayo. Yule askari ambaye anatujulisha kwa kila kitu amesema nikwambie hivi, kuna askari mpelelezi ametumwa kupeleleza kifo cha yule askari ambao wewe ulimuua. Hivyo basi tunapaswa tuwe makini sana. Sawa. Na mimi nataka nikuagize hivi, kusanya vijana wako wote, uambie kuanzia leo, kesho hadi kesho kutwa hakuna kazi, yaani wasijihusishe na jambo lolote lile mpaka pale mimi nitapokupa maagizo. Sawa, lakini kuna swali moja ambalo nataka nikuulize. Jiga, mbona leo umekuwa na maswali sana? Okay, sawa, uliza. Unajua wewe ndio mtu ambaye umeniunganisha kwenye hii kazi. Sasa tangu nianze kufanya hii kazi sijawahi kumtambua bosi, yaani mpaka leo simjui bosi wetu sisi ni nani. Labda mwenzangu niambie. Kiukweli umeniuliza swali zito sana, nashindwa hata nikujibuje. Jiga, hata mimi nimeunganishwa kwenye kazi kama wewe nilivyokuunganisha. Hilo swali unaniuliza, hata mimi nishawahi kuliuliza, bosi wangu ni nani? Sijawahi kumuona wala kusikia simu yake. Kama ambavyo mimi nakuagiza wewe, na hata mimi naagizwa hivyo hivyo. Na hata yule anoniagiza na yeye amjui bosi wake. Hapa katikati hii issue kama ina cheni. Kila bosi na bosi wake. Sijui muasisi ni nani. Nadhani tumemaliza. Tunarudi pale pale, mizunguko ya maumivu haitaki kuisha. Tulipuuza maneno ya jana, sasa ndoto zetu zimelala barabarani. Jambo afande. Jambo. Unaona hii fashi ina majina yote ya vijana ambao tunawahisi na vijana ambao wanatuhumiwa. Mimi nadhani ni mwanzo mzuri wa kazi yako na utafurahi na tutafanya kazi zaidi. Sawa. Asante afande. Wacha mimi nianze kazi. Nikutakie kazi njema. Mimi narudi kituoni.